Asante sana. Wao karibu shakanga na kamsato kwa nani? Karibu sana Your Excellency. Asante. Wana Kisii hoye. Wana Kisii hoye. Hebu nione kama unanisikia tafadhali. Nikubalie kwanza nitoe rambirambi zangu kwa familia ambazo walipoteza wapendo wao. Kuna watu wengi sana wamekufa. Hapa tulipoteza kijana mmoja yuko mochari pale. Watu 30 wako hospitalini ama walikuletwa pale hospitalini. Watu 8 waliachiliwa wakaenda nyumbani, lakini 22 wako pale. Na wale wako pale ndani kwa hospitali wengi ni majeraha. Watoto wa form 2, nimeona mtoto wa form 2 yuko pale hospitalini amekatwa mkono. Nimeona vijana wadogo, kijana mmoja, huyu mtoto kwanza ni wa daraja 2 secondary. Mtoto mwingine ni kutoka Cardinal Upunga, si ndio? Huyo ndio tumeona pale. Kuna mama mjamzito alipigwa, yuko pale hospitalini na yuko na wiki 36. Pale ndani kuna kina mama pia ambao walikuwa wanasaidia wale wanajenzi maji. Sio hapa peke yake, Kenya mzima watu wameumia, watu wamepoteza maisha. Nasema kwamba rambirambi zangu ziende kwa familia zile. Pili, ninyi kama watu wa Kisii, Kisii ndiyo ilikuwa sehemu mojawapo ya amani Kenya mzima. Hata baada ya 2007 ile crashes, watu walikimbia kukuja kuketi hapa Kisii. Lakini jana ile ilitokea ni kitu mbaya sana. Maandamano imekuwa kwa hii town na hatujaiona watu wakivunjiwa maduka. Watu walitoka kule nje, wengine waliletwa kutoka mbali kuja kuvunja maduka ya watu hapo usiku. Hii tunasema, na nataka niwaulize, Kisii kuna wakati ilikuwa mbaya, wakati watu walikuwa wanaiba hapo Bonchari, hapa tauni hii, lakini watu wakasimama wakasema enough is enough. Na nitaomba kwamba watu mseme enough is enough. Enough is enough. Tunahitaji hawa watoto wa Gen Z, Generation Z, ni watoto wetu. Hawa watoto lazima walindwe maisha yao. Wao ndio wameamsha nchi hii yetu kwa sababu ya hali tuliyo nayo. Tunaomba msamaha. Nataka tuombe msamaha kwa wanajenzi kwamba sisi kama viongozi tumewaangusha. Ninyi mnaelewa Kisii hii kumekuwa ni fujo kutoka Januari wakati nilichaguliwa mpaka leo hii. Ingine yote ilikuwa ni sponsored chaos. Lakini tumesema enough is what? Enough. Tafadhali, wale vijana ambao ni wahuni, ambao kazi yao wanaona kwamba opportunity imetokea ni kuvunja maduka ya watu ama kutaka kwenda kuchoma nyumba ya mtu, tafadhali, ukienda kuchoma nyumba ya mheshimiwa pale kuna watoto ndani, watoto they are innocent. You can kill innocent people. Tafadhali, kama huyo mjumbe ndiye amtaki, wewe ngojea yeye 2027 ama mkubalie kwamba asifanye kazi yoyote mahali popote. Lakini kuna watoto, kuna bibi ambao are innocent. Tafadhali tusiende kuchoma nyumba, kwa sababu nasikia wengi walikuwa pale wanataka kuchoma nyumba ya mjumbe. Huyo mjumbe ndiye alipiga yes, lakini hata rais mwenyewe ameomba msamaha. Tumemwambia Mheshimiwa Ruto shuka, amekubali, ameshuka. Sasa wakati mwingine, wakati ameshuka, si mnakubali kwamba sasa tuongee ama vipi? Ataongeshuka? Na atawaambia kesho wanajinsia, atatuambia kwamba tumwambia ashuke. Tumwambia ashuke. Mheshimiwa William Ruto,
afanye nini? Haya, nasikia wale wanahabari ambia yeye hivyo. Kitu ya pili naona nilikuwa nataka niwajaribu, naona kwamba mko na hamaki. Na hiyo hamaki uniona hata Nairobi jana. Unajua ilifika jana usiku, nimetoka Nairobi saa 7. Yale ambayo niliona hapa usiku, askari wako nyuma ya wezi wanavunja maduka. Tafadhali askari wetu, tunawaomba na tunataka tuwakumbushe nyinyi, kwa sababu yale majeruhi ambao nimeona pale hospitalini, watu wamepiga vijana wadogo, wamevunja mikono. Watoto ni watoto wadogo. Mimi nataka niseme hivi kama gavana wa Kisii. Mimi juzi nilikuja hapa nikamwambia kuna mama hapa anaitwa CCIO. Alikuwa anasema, mlisikia hiyo clip wakati anasema kwamba shika watu wako karibu na simba, nunua bunduki peleka kwa simba. Yaani hiyo ndio wako nayo kwa akili. Tunasema tafadhali mama, enda polepole. Sisi hatutaki shida na hapa Kisii. Msipotupea watu ambao walivunja yale maduka, kwa sababu mnawajua, kwa sababu hizo viti zilifuatwa, nasikia zimekamatwa na dawa, na mtu ameenda pale polisi, ameenda kuuliza, ameambiwa hizo vitu haziko. Nyinyi ni vipi? Nyinyi tunalipa. Bunduki amebeba ni ushuru yako, nguo aliyovaa ni ushuru yako, bunduki anayobeba, risasi iko ndani, tear gas, viatu. Nataka niseme afisa wetu, askari wetu tunawapenda, wale ambao ni watu wazuri, lakini pia kuna watu ambao si wazuri. Tafadhali, maandamano ambayo itafanyika kesho ama wiki ijayo, hatutakubali mtu yeyote tusikizane, mtu yeyote aguze kitu cha mtu hapa town. Hatutakubali mtu kuguza mfuko wa mtu ama kuibia mtu kitu. Wewe andamana, hata mimi mkinihitaji nije tuandamane pole, tumalize twende. Lakini mambo ya kwamba utaibia mtu hatutakubali. Niliona hata Mombasa mtu ambaye alikuwa anaibia mtu alikuwa anapigwa. Kwa hivyo tafadhali tunaomba vijana wetu, naomba msihusike katika uhalifu. Itabidi na sisi tuhakikishe kwamba kuna usalama hapa mjini Kisii. Mwisho, ambao wote wameumia hospitalini, nimesema tutashughulikia bili yao. Amen. Wale wanaenda teta, wale ambao nimesema wengine waachiliwe waende nyumbani, tutashughulikia bili hao. Na wale ambao wamefiwa, tumesema tutasaidia katika mambo ya mazishi. Kitu ya mwisho nataka niseme hivi, wale ambao mliharibiwa mali yenu, tutakaa na nyinyi tuongee. Yawezekana pesa zipatikane, lakini pia I give you hope ya biashara kufanyika mzuri. Mtu yeyote kutoka nje anafanya biashara hapa, kama umetoka kaunti zingine, fanya biashara na amani, usiwe na wasiwasi. Sisi wana Kisii ni watu wa amani, ama vipi? Na tutahakikisha kwamba mtu yeyote anafanya biashara lazima ashughulikiwe vizuri na apate haki yao. Mnikubalie niseme wale kina mama ambao mlichomewa mali pale, nimesema tutaonana na nyinyi tuongee, tuone hata kama ni benki na nyinyi vitu kama hizi weka, hata kama ni insurance. Tafadhali, kuna mzee pale
wa chemist imevunjwa, imebebwa kila kitu mpaka dawa na wheelchairs, na ni mtu ambaye hakukuwa na kitu alianza juzi. Nataka niseme hivi, wana bodaboda, kwa sababu najua kwamba mko hapa, you will be part of the security of this town. You must be part of security, but you are not the security. Lazima mtusaidie tuhakikishe kwamba kuna amani. Hii biashara, hii nchi yetu ikichomeka, hii town haitakuwepo, kwa hivyo utakuwa wapi? Kwa hivyo tafadhali naomba kila mmoja wenu, watoto wanaenda shule, tupeleke watoto shule wiki hii leo ni lini? No, I think by Tuesday wale watu wa form 1 mtakuwa mmepewa cheki zenu za milioni 78 zote, watoto waendelee kwenda shule. Wacha nisikie kama mko Kisii, mko tayari kwa amani? Wacha tuambiane hivi, mko wengi sana na lazima tutasikizana. Wale watu ambao walipiga yes kule bungeni, haya niwasikia wengi wapi? Lakini sasa waje niwaulize ukweli wa mambo. Si hao watu watakuja hapa na shilingi 200 alafu tena mtawapigia nini? Mmekataa. Maisha imekuwa ngumu. Niliona huyu kijana ambaye alipigwa risasi kichwa, ni kijana ambaye amefanya mpaka masters ICT. Yule alipigwa risasi, bongo ikaanguka chini. Ana kitu. Yule mwingine jana mliona anauza njugu. Kijana amemaliza university. Maisha yamekuwa ngumu, lazima tujitafutie vile vya kufanya kuhakikisha kwamba Kenya iko sawa. Tunasema kwamba ni mzuri ile bili imeangushwa sasa, na nyinyi ndio gavana wenu. Mahali naenda Kombo, niambie Simba hapo, hapana, hatuwezi kubali. Ni sawa. Wakati napigana na wezi hapa, kuna wezi ambao nilipata kwa ofisi, kuna wale niliingia na wao. Unajua lazima tuseme ukweli, si ndio? Kuna mawaziri niliingia hapa nao, wezi namba 1. Chief officers, wezi namba 1. Wao wanakula mshahara, allowances, pesa nzuri, lakini tena wanataka kula pesa. Wacha niulize, niwasamee kwa sababu ni watoto wenu? Hapana. Niwasamee kwa sababu ni watoto wenu? Hapana. Nimesema hivi, any corrupt individual hapa, hakuna mahali utakaa hapa, na nitasema hapa kwa sababu nikivuta wao wanakimbia kotini, wanazunguka, naambia relax, nilikupea kazi, I did not ask them even a penny, sikuwauliza shilingi moja. Kaunti zingine zote walikuwa naonga na ndiposa wanapewa kazi, mimi hawakutoa hata shilingi, lakini wamefika wanadhania lazima waige kwa nguvu. Hao watu ni wachache, ni watu 14 plus 10 ni 20, yaani watushike mateka. Mimi nimesema na mnikubalie, ninyi ndio watu wangu. Mambo ya corruption hapa lazima ifanye nini? Ishe. Kitu ya mwisho, hata wale ambao waliimba kitambo, kwa sababu niwaambie story ambayo ya wizi ambayo imekuwa hapa hii county. Mimi najiuliza, afadhali leo hii mimi niko na gari,
kutoka kwa ile nyumba ya nyasi. Je, yule kijana ambaye analala bila kukula, ni nani atasaidia yeye? Kama mimi Simba siwezi geuka nikuwe malaika. Nataka niwaambie, niko tayari. Mkiona hii vita imekuwa hapa, ni vita ambao watu wanataka pesa. Governor nipe tenda, nipe nini. Hapana, hakuna tenda na peana. Wewe apply, pata kazi, fanyia wananchi kazi. Hii town mkiangalia iko mbaya. Hizi asiko watu wanafanyia biashara kwa barabara. Lazima nifikirie vile nitasaidia watu wangu wafanye biashara ambayo italetea pesa. Na hiyo niko na uhakika nitafanya. Tafadhali maandamano kutoka barabara yafanyika hapa mbele kuanzia kesho ama siku nyingine ambayo inakuja. Nawaomba nyote tudumishe amani. Mtu ambaye ataanza fujo, ikiwa ni askari, akiwa ni mwananchi wa kawaida, lazima tushughulikie yeye, tukamate yeye, apeleke kotini kwa nguvu. Mwisho, wacha nione kwa mkono tu, ni wangapi mko tayari kulinda kaunti yetu na nchi yetu ya Kenya kwa vyovyote vile? Hebu nione mkono hivi tafadhali. Asanteni. Mimi niko tayari, nitawatumikia. Mimi niko tayari. Kesho. Kama tutakuja, muhakikishe kwamba hakuna fujo. Mtu yote ambaye ataleta fujo lazima tushughulikie yeye. Ama vipi? Pole tu, watu waimbe nyimbo, wakimaliza tuwapee maji stadium waende nyumbani. Si ndio? Hivyo tu, hatutaki fujo yoyote. Unaona wale ambao watoto ambao walikuwa wanafanya maandamano Nairobi, wale wajenzi walipata yule mbunge alikuwa amepiga yes, lakini alikuwa ni mlemavu. Wanahakikisha kwamba wamesaidia yeye, hawakupiga yeye. Na huo ndio wanadamu, that's humanity, na sisi lazima tukue na hiyo. Nashukuru, niwatakie siku njema. Nitawaomba nyote, tutakutana, mtapanga hata kama ni baada ya kesho. Nataka tukubaliane vile vya kufanya biashara tauni hii. Ni sawa? Haya. Mimi sasa najua kwamba iko mbaya. Vile gari zinaingia kutoka ni mbaya. I'm making sure kwamba inatengenezwa. Sawa? Yes. Haya. Ili nataka niseme hivi, sikutaka kusema hili, lakini hapa Nyambera tumeweka shilingi milioni 43 zinafanya open market, ambapo tutahakikisha kwamba wakina mama wamekwenda. Na hii tutakaa na wakina mama hapa, kwa sababu nataka tufanye soko kubwa hapa. Tunangojea tu tumalizane na CBF wamekubali, wataweza peana around 2 billion ya kutengeneza hili soko. Kwa hivyo hili soko itakuwa sawa. Hapa Cancer Center, kama si maandamano ingekuwa imefunguliwa. Tunaomba kwamba maandamano itakapokwenda chini, tutafungua Cancer Center ni 2.7 billion. Mtu yule contractor amepewa pesa, ukienda pale ame fence. Kwa hivyo itafanyika. Mambo ya Coca-Cola, wacha niwaambie mambo ya Coca-Cola. Na hii nataka niwaambie vile ilivyo. Hiyo Coca-Cola watu 700 walipoteza kazi. Eti kwa sababu, sikizeni, Coca-Cola walikuwa wanataka watoe maji kule Bucha River. Wakakuja hapo kwa county
kuomba nafasi ya kutoa maji kule Gucha, wakanyimwa. Wale ambao walienda kuweka pump kule wakakamatwa. Hawa wangwana, kuna mzee anaitwa John Simba Peter, mnamjua huyu mzee. Akakuja hapa kutafutana na wakubwa, akawekwa siku mzima, hakuweza kuona mtu. Wakaamua wakaondoa Coca-Cola wakaenda nayo, kwa sababu maji yalikataliwa kuletwa hapo ambayo ingetengeneza soda. Na nataka niwaambie hivi, maadui hawako huko wengine, maadui wako katikati wetu, na hao maadui ndio wamekuwa wakisponsor hii vita yote mmeona hapa. Walikataa Coca-Cola ikaondoka. Hii uwanja walikuwa wamekulia hii uwanja, sijalipa hata shilingi moja. Huyu contractor amehakikisha amefanya uwanja. Wiki ijayo sports zote za Kenya mzima, primary na secondary, zitafanyika hapa. Kwa hivyo nataka tafadhali, ndio tunataka kwamba amani lazima irudi Kisii. Hakuna mtu ataguza wale watoto ambao watakuja hapa, ambao watu watafanya biashara ni nini. Kwa hivyo wiki ni tarehe 9, sindi regional tarehe 9, 22nd national. Kwa hivyo hii town itakuwa ni busy. Tafadhali wale ambao, kwa sababu mheshimiwa mwenyewe amesema hapo, kuna watu hawa vijana wa streets wako 370 na ngapi, 76. Nataka wote niwaone, tuongee na wao, tuambie hakuna fujo ambayo itafanyika hapa. Tutaongea na wao, tuambie hakuna fujo ambayo itafanyika hapa. Hii wizi ambayo inafanyika jioni hapa haiwezi fanyika hii Kisii. Kwa hiyo be prepared, tutahakikisha kwamba tumefanya kazi. Nataka niachie hapo, niwashukuru. Sasa haya, nimeona maji hakuna town. Wacha niseme hivi, maji hapa town kupitia Lake Basin there is 270 million ambazo zimewekwa za kutengeneza maji hayo, kubadilisha. Sitaki kusema tumetenga, unajua hiyo kutenga. Sasa kusema tumetenga. Sasa asanteni na Mungu awabariki.